Siku chakula ilikuwa inapikwa, niliwaambia usingizi ilikuwa inakuja mapema. So hata wakianza kupika 5:30 wapike sijui saa ngapi, mimi so long as inapikwa by ikielekea 7 nimeanza kusikia usingizi. It is not because I am sleepy, but because nitapewa chapo nikule. Immediately unapeango ile chapo usingizi inaisha naturally. Anyway, see here even later hapa. Thank you so much people for subscribing to my channel. Welcome back to this day. Tuko 99 subscribers, tafadhali. Siku subscriber number 100. Tafadhali, kabla watch video yote. Rudi tu pale nyuma, subscribe alafu tuendelee kuwatch. So, I used to long for my uncle's visit. Najua unashangaa hii kunaenda aje. Kuna uncle yangu mmoja nilikuwa natamani sana atutembelee with my own reasons. Anaitwa Uncle Venus, bro ya mom. Haongei sana, a man of very few words. But sasa akikuja, uzuri wake kukuja ni alikuwa anakuja na zawadi. Kila siku akikuja anakuja na zawadi. So kuna siku alikuja akatuletea watch kila mtu kwa nyumba. We were 3 by that time. Yeah. Shangayo sahi tuko aje, sahi ya 4. So I was a last born for almost a decade. So kuna siku alikuja akaleta pen. Kuna pen fulani ilikuwa very rare. Ilikuwa ya silver. Refu hivi. Hiyo ni mimi nilipewa, wale wengine sijui walipewa pen zinakaa aje. So yangu nilikuwa na sitaki kuiandikia sana cause itaisha ink na sitapata nyingine. So nilikuwa naiweka. It was my favorite. So wakati wengine mnaandika kalamu zenu zinaisha, mimi yangu nimeiweka kwa bag ndani. And this also reminds me of dad. Dad he was being transferred regularly. Alikuwa mara kwa Kitale, mara kwa Meru, mara kwa Kapsabet. So ilikuwa inaweza enda either a month, sometimes a week kabla hajakuja. So the day of his traveling back, hiyo mimi silali. Nyinyi mnataka kulala? Okay, good night. So long as umesema ameanza safari, I don't care whether asubuhi yake tunamkia kwenda shule ama hatuendi. Mimi silali. Unajua of course atakuja tu na briefcase. Atakuja mbeba zawadi, kuna vitu atakuja amebeba mingi tu. Na pia nilikuwa nataka tu akifika alikuwa anapikiwa. Either atapikiwa at that time ama food iko kwa hotpot. Na kama mjamwekea kwa hotpot sikuli hiyo yenyu, lazima nione yake mahali mmemwekea. Alikuwa either atapikiwa ugali, alafu kuna maziwa mala. So hii yake akipikiwa lazima nihesabiwe kwa hiyo food yake. Taka anakuja saa 8 tunakula hiyo saa 8 na yeye. Ndio niende nilale. Sitaki kujua kama anaenda job. Hiyo kesho yake bado nimeraukia. So long as nilijua amekuja usiku, najua amekuja na gari. I have to wake up early the following day nikapande gari. Na anapark kwa mali anapark ni police station, alafu shule iko hapo. Laita siendi shule. Tunaenda police station, atoe gari, pige maraundi akienda job. Ndio turudi, chukue bag niende shule. Thinking about the prizes and everything, it still reminds me. Kitambo kulikuwa na prize giving day shule yetu. Yenye sijui ilikuwa nayo. So ilikuwa ina happen every month of March. So for the previous year mtakuwa awarded hiyo following year March.
kulikuwa na different awards. So kama ulikuwa wa cleanliness, walikuwa wanapewa sabuni na towel. That is what I will say. So for the best performing, number 1, 2, 3, walikuwa wanapewa kitabu, wengine kitabu na kalamu, depending na namba yenye ulikuwa. Kama ulikuwa best footballer, unapewa ball. They used to buy a ball, unapewa according to how you did. So I was once awarded, nikitoka class 2 nikiingia 3, a certificate. Hii certificate, wengine naona wako na bahasha, hiyo bahasha sitaki kujua iko na nini. Lakini sasa I'm wondering, mimi nimepewa, to me back then it was just a paper. Nimepewa certificate. Imeandikwa class 2 North, nilikuwa 2 North. Ya shule ni Our Lady of Nazareth. Our Lady of Nazareth. Ruth. Zawadi ni ya nini? Certificate ni ya outstanding character. Out of 250 something kids, nimepata ya outstanding character. You can imagine. Hata mimi sijui ni nini ilikuwa outstanding. Maybe utakuja kuniambia after you've observed me. Yeah, so nilipewa hiyo ya outstanding character. Nimekuja kupenda hii certificate when I got out of high school. Of all the certificates I've received and the prizes I have ever received, hiyo ya class 2 ya outstanding character, actually it stood out as the best present I've ever received. Ninaipenda sana. Najua umepokea zawadi na sijui umepokea zawadi gani. Sijui ni gani favorite yako. Unaweza tuambia yako ni gani favorite hapo kwa comment section. Mimi yangu so far ni hiyo certificate ya outstanding character. Wengine walikuwa wapewa ball, unapewa inapasuka, mkichezea. Poa kitabu ulishaandikia imepotea. Wale kama sister yangu mwenye elder sister mwenye alipewa towel na sabuni, tulioga hadi sisi wenye tukupewa ya cleanliness. Yeah. Walikuwa na award mpaka walimu, so na the non-teaching staff. I was happy because at one time our teacher was awarded. Alipewa ya social studies na math. So ukiona mwalimu mwenye anakufunza akiwa awarded, it feels nice. Unafurahia at least mlichangia kwa hiyo zawadi, because kama mngeanguka mtihani of course angeiona, it means you had the best mean score. Sasa in awarding, si unajua mtu akipewa zawadi you have to clap for them. Kuna watu wana clap yangu sana. The non-teaching staff, especially Uochi. Alikuwa anaitwa Nico. Uochi watu walikuwa wanapenda sana. Akiitwa hivi they can even stand the whole school and cheer him up. Then the cooks wakiwa awarded. Na librarian walikuwa wanashangiliwa sana compared to the teachers. It is normal because hata tukiwa high school I still saw the same. The non-teaching staff wanashangiliwa sana. Yep. But sahi I don't think kuna kupeana. I don't think hakuna prize giving days. Yeah. But ilikuwa tricky sana. Tulikuwa streams 4, watoto ni wengi. So ndio upenye hapo katikati upokee zawadi, utakuwa umetia bidii sana. So it will make us put more effort in whatever you're doing. Ndio upate hiyo zawadi. Haiko inakuja rahisi hivyo. So ni either perform vizuri kwa darasa ama in the curriculum. Yeah. Ndio upate zawadi. And then the preparations for the prize giving day. Poem, dramas, the folk songs. Lazima zingekuwa hapo. So you present them, so tulikuwa tunafurahia cause like kama kesho ndio the prize giving day.
hiyo previous day mnaketi mna watch hizo presentation wakichoose the best, alafu mnapanga, shule inaoshwa, darasa kila mahali, the compound is left clean. Tulikuwa na pavilion kubwa sana, alafu tent zinawekwa. Hiyo siku scout wanapewa uniform zetu, walikuwa wanapewa, they use them then they return. The school had the uniform. So sasa hapa kwa uniform pia ilikuwa tricky. So cause kawa si best ya commander, unaweza pita hivi bila kupata uniform, zilikuwa zinapeana. So sikuwa wavai uniform ya shule, wanavaa ya scout. Alafu after watching the presentations zikishapangwa in order, mnaambiwa mwende home mapema, mkafue uniform, mjipange. Wale wakupewa zawadi sana sana walikuwa wanajipanga sana. Mwenye alikuwa na nywele inakaa hii yangu aende anabomolewa, wanachana nywele sa they blow dry. Walikuwa wakuja wamejipamba kweli kweli. And then the MC was usually Mr. Eric Mogire. Most of the time yeye ndio nilikuwa naona anapewa kwa MC. He was really good at it. Tuambia tupige makofi ile ya mpaka fungua kama ya Moi. It was all fun. Na tena wazazi walikuwa wanakuja kwa wingi. Si zile zenye unaanza kutafuta wazazi wako wapi. They used to come in numbers. They even called the neighbors wakati kuna prize giving. Kwanza kama mtoto wake ako kwa list, jirani akuje aone. Yeah, ilikuwa fun sana. So just a reminder again, kama uliwahi pokea zawadi ama zawadi gani hiyo uliwahi pokea ilikubamba sana, tuambie hapo kwa comment section. Admin is out. Bye, see you in the next video.